Haleluya. Akamvika. Tabia ya dhambi ikishaingia ndani ya dhambi, jambo la kwanza inaanza kukimbia nuru. Alikuwa mshika kanisani, akimwona mchungaji yule anapiga chenga, anajificha ila simuone. Akimwona mpendwa anapita, walikuwa hivyo kwa yeye, anapita na yeye wokovu ameshauacha na dhambi kishaingia ndani, unashangaa anajificha. Na wale wako ubani kwenye kona kama panya aliyebana kwenye kona, ukimkutanisha salamu yake ni shoti pia. Mpendo za siku nzuri, unaendelea salama. Bwana tunaona kanisani nipo huko anaenda nini? Tatizo lenyewe inaita nini? Dhambi. Dawa ya dhambi. Jambo la pili, Yesu alikuja kuondoa dhambi, alikuja kufuta dhambi. Mungu akamwaga damu kwa ajili ya Adamu mtoto wake, lakini bado ile damu haikutosha. Biashara ikaendelea, miaka ikatembea, wanakuja makuhani, wanapewa torati, na wao wanamwaga nini? Damu. Lengo lake ni kuficha dhambi, zile damu za wanyama. Biblia inasema kwamba walikuwa wakifunika damu. Masikini wa mwisho aliambiwa lete jiwa. Yaani mwanangu, tarehe kama ya leo jana ulipaswa lete jiwa kama ni masikini wa mwisho. Wenye kidogo unazo kondoo wanaleta, anachinja ile kuhani baba mchungaji anabeba, anaingia mara moja patakatifu. Na ndio maana Yesu akiwa msalabani, ili kisa ilipotokea kwanza saa 9, Biblia inasemaje? Pazia likaunika pasuka. Haleluya. Hatuhitaji kuwahi tena kupaendea kwa nyatufu wangu. Unaweza ukapiga magoti ukamweleza Bwana 1, 2, 3. Unaweza ukapiga magoti hata kama shambani kwako ukasema na Bwana jua shamba. Unaweza ukapiga magoti ukasema na Bwana jua dukani kwako. Kwa nini? Kwa sababu pazia likaunika pasuka. Haleluya. Asema wangu na kushangaa wewe bado umeiliwa pesa ukakombolewe, ukatakaswe, ukapata mafuta na maji ya upako na kunywa pole. Tunayo maji ya upako ndani ya Yesu. Tunayo Yesu peke yake. Haleluya. Ayayayayaya. Damu ya Yesu ina nguvu kuliko maji. Ninashangaa baba mchungaji, yaani kuna watu wanalipa pesa ili wakatakaswe na mafuta yale, wanatoa hela mchungaji, wanapeleka kanisani kwa sababu ya mafuta. Nashangaa, yaani kama akija kwa lazima umeikosa, yaani mwanangu, yaani umekosa kwa kiasi, yaani utumie damu ya Yesu mwanangu. Haleluya. Na kesho tunaanza kuona nguvu, kazi ya damu ya Yesu. Kesho tunaanza kuona kazi ya damu ya Yesu. Haleluya. Haihitaji pesa ya damu ya Yesu, haihitaji toba ya Yesu. Damu ya Yesu pekee inatosha. Sasa damu ilipomwagika ya wanyama sasa. Hebu mmoja nisome kidogo, weka msingi kidogo. Kutoka 23 14 hadi 16. Kutoka 23 14 hadi 16. Damu ya Yesu, kusudi la pili, kuondoa dhambi. 14 hadi 16. Kutoka sura ya 23. Aliyefikia sote. Kutoka sura ya 23 mstari wa 14 hadi 16 inasema, Ndio. mara 3 kila mwaka utaliwekea sikukuu. Sema mara 3. Jamani, sema mara 3. Wapendwa, sema mara 3. Mara 3. Samahani kama mtu sijamsikia, sema mara 3. Kuna mtu sijamsikia, sema mara 3. Bado kuna dada sijasikia sauti yake, sema mara 3. Biblia inasema mara ngapi? Mara ngapi? Mara 3. Nisome mwanangu, hebu
mwezi wa Abibu kikabila chao, kilugha chao kule. Mwezi wa Abibu maanake ni mwezi wa 4. Fuatilia historia, soma tafsiri, utaikuta Abibu ni mwezi wa ngapi? Na Mungu anasema mtaweka, mtaazimisha kwa kila. Kwa nini? Mnakumbuka mlikombolewa na kilichokombolewa. Sura 12 ukisoma, anawaambia kila mji, kila familia itaandaa mwanakondoo, na wewe mwanakondoo atachinjwa, na akishachinjwa ile damu yake itapakwa juu ya nini? Ya miimo ya milango yetu. Kila malaika anaopita Pasaka akikuta malaika wa mauti akiona ile damu, ile familia ile nyumba inapona. Asipoona damu kwenye mti, akiingia pigo, anaacha mauti, nyingine anaenda tena mauti. Hilo lilikuwa ni pigo la mwisho la kuonyesha damu. Sema damu.